kutoka kwenye kifungo cha Nebukadreza. Hili ndilo somo letu, maombi ya toba ya kujinasua kutoka kwenye kifungo cha Nebukadreza, na leo ni siku ya 5. Wana wa Mungu, tumekuwa tukijifunza kila siku maana moja katika zile maana 6 za kifungo cha Nebukadreza, na mpaka sasa tumeshaangalia maana 4, kwa zimebaki maana 2, na maombi yetu ni ya siku 6. Hivyo siku ya leo ambayo ni siku ya 5, tutaenda kuangalia maana ya 5 na ya 6 ya kifungo cha Nebukadreza. Siku ya leo ya 5 tutaangalia maana ya 5 na ya 6. Kwa leo tutaangalia maana 2 kwa wakati mmoja, tofauti na siku nyingine ambazo tumekuwa tukifanya. Tuanze na maana ya 5 ya kifungo cha Nebukadreza. Kwa wale mnaonisikiliza na mnaoandika, ni ifuatayo. Kifungo cha Nebukadreza ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe. Ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa muda wa kikomo. Ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa muda wa kikomo cha miaka iliyokusudiwa na Mungu mwenyewe. Kifungo cha Nebukadreza ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa muda wa kikomo cha miaka iliyokusudiwa na Mungu mwenyewe kwa kuruhusu uingie kwenye hali ngumu ya kimaisha. Kwa kuruhusu uingie kwenye hali ngumu ya kimaisha ili utengenezeke kiroho na kimwili kadiri ya mapenzi ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo maana ya 5 ya kifungo cha Nebukadreza inatueleza namna hiyo, kwamba ni kifungo ambacho Mungu anakufunga mwenyewe. Sio kifungo unachofungwa na shetani kama ambavyo nasema kila siku, na wala sio kifungo ambacho unafungwa na wachawi au unafungwa na laana ya wazazi. Hapana, ila kifungo cha Nebukadreza ni kifungo cha kitofauti. Ni kifungo ambacho Mungu mwenyewe ndiye anayekufunga. Na maana ya 5 inatuambia anakufunga kwa muda wa kikomo cha miaka aliyoikusudia Mungu mwenyewe. Kwa kifungo cha Nebukadreza, Mungu anaweza akakufunga kwa muda wa miaka 5 au miaka 6 au mwaka mmoja au miezi au wiki au siku. Ni muda ambao Mungu mwenyewe anaweza akawa amekusudia kwamba anakufunga kwa muda fulani, na hatufanani. Wewe anaweza akakufunga muda fulani, mimi muda fulani, fulani na muda fulani. Inakuwa inategemeana na kusudi lake. Na Mungu akisha kufunga kwa muda wa miaka hiyo ya kikomo alichokupangia, anakutumbukiza kwenye gereza litakalo kufanya upitie wakati mgumu wa kimaisha. Inaweza ikawa ni wakati mgumu wa kimaisha ya kiroho au wakati mgumu wa maisha ya kimwili. Kadiri ya mapenzi yake atakavyokuwa amepanga, ndivyo atakavyofanya juu yako. Na anakusimamishia mtu wa kukutesa au wa kukupa changamoto, ambaye mtu huyo atakayesimama katika kukupa changamoto ndiye ambaye anasimama kama Nebukadreza wako. Si kama tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Ngoja muda huu tuangalie mfano kwa wana wa Israeli kutoka kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa 8 hadi wa 11. Kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa 8 hadi wa 11. Tuone namna ambavyo wana wa Israeli waliwekwa kwenye kifungo cha Nebukadreza. Yeremia 25 mstari wa 8 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema,
Basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni nitawapeleka watu na kuzitoa jamaa zao za upande wa kaskazini, asema Bwana. Nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha ya sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa. Na nchi yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Miaka 70. Kwa wana wa Israeli wao Bwana aliwatoa waende waingie kwenye kifungo cha Nebukadreza, wakateseke kwa muda wa miaka 70. Ndio maana ninakueleza muda huu, kifungo cha Nebukadreza, Mungu anapokutoa anakutoa kwa muda wa kikomo cha miaka kadhaa. Wana wa Israeli wao ilikuwa ni miaka 70 ya mateso. Kwa hiyo hata wangaliweza kuomba namna gani, kama miaka 70 haijaisha, hawana namna, wanaweza wakajitoa kwenye hayo mateso. Ni mpaka miaka 70 itimie. Na ndio maana ukija kwenye Yeremia sura ya 23, utaona Mungu anamwambia Yeremia waambie wale watu wa Israeli kitu cha kushangaza sana. Anasema waambie wa Israeli hata maombi yao sitayasikiliza. Kwa nini? Kwa sababu waombe na kuomba, kama miaka 70 haijakamilika, hicho kifungo hakitowaachia. Ndio maana akasema hata maombi yao sitawasikiliza. Na aina ya maombi Mungu ambayo aliweza kuwaeleza Waisraeli wanaweza wakaomba ni maombi ya toba peke yake. Kwa nini? Kwa sababu toba inalainisha moyo wa Mungu aweze kukuonea huruma na akuwekee msamaha wa rahisi. Yaani kabla ya kifungo akuwekee msamaha wa Mungu ambao kidunia watu tunaita msamaha wa rahisi. Kwa wale msiofahamu, msamaha wa rais ni ile hali ya kwamba rais anaweza akaamua kusema na wasamee mwaka huu wafungwa kwenye nchi yangu 30. Haijalishi wamemaliza muda wa kifungo, hawajamaliza, rais akisema wanaachiliwa. Kwa hiyo mfano huu unaweza ukauleta kwenye kiroho namna hii. Unapofanya toba ukiwa ndani ya kifungo cha Nebukadreza, Bwana anaweza akaachilia msamaha wa rais kwa ajili yako. Lakini nje na hapo, ukiwa unaomba maombi ya kukemea, ukemee hiyo hali. Labda kwa mfano Mungu amekuweka kwenye ugumu wa kiuchumi, unapita mahala pagumu kiuchumi, na unakemea roho za shetani kwamba zimeinuka kuzuia uchumi wako. Utakemea mpaka koli itakauka. Kama miaka ya kifungo chako haijatimia, huwezi kutoka hapo. Ndivyo ilivyokuwa kwa Waisraeli. Wataomba na kuomba, kama miaka 70 haijafika hawatoki. Watafunga na kufunga, kama miaka 70 haijafika hawachomoki. Kwa hiyo ukiwekwa na Bwana kwa Nebukadreza wako, iwe ni Nebukadreza wa kupitisha katika hali ngumu kwenye ndoa, iwe ni Nebukadreza wa kukupitisha kwenye hali ngumu ya kiafya, iwe ni Nebukadreza wa kukupitisha kwenye hali ngumu ya kielimu na hali ngumu ya aina yoyote ile, utaomba na kuomba, kama miaka 70 yako haijafika huwezi kutoka. Na ndio maana Bwana anasema nitawaweka wana wa Israeli kwa Nebukadreza mpaka miaka 70. Sijui ni miaka mingapi. Utaomba, utakaa na ukimya, Bwana atakupa neno la kukufariji, kesho yake bado hali ni ngumu. Kwani hujawahi kujiuliza kwa nini mambo mengi magumu tunayaombea na hayaishi, yanaendelea kuwa magumu? Unaenda na kwenye huduma, unaenda na kwenye mkutano, unaenda na kanisani, unasikia mahubiri, unapata kutiwa moyo, unaenda kulala umetiwa moyo na lile neno, unalala, unaamka kesho asubuhi bado hali ni ngumu vile vile. Wakati mwingine tunasingizia watu wanatuchezea. Hapana. Wakati mwingine unakuta ni Mungu amesimama pale, anakuwa tu anakufariji, ila anajua na kufariji, lakini utotoka mpaka miaka yako itimie niliyokuwekea kwenye hayo mateso.
Kwa hiyo sijue Mungu amekuwekea miaka mingapi kwenye mateso unayopitia. Na ndio maana unahitaji kuomba neema ya uvumilivu. Tunda la uvumilivu ni tunda la lazima kwa kila mtu kuwa nalo. Ukikosa uvumilivu hauwezi kuingoja miaka ya Bwana. Si kama tunaenda pamoja wana wa Mungu. Sema amen kwa jina la Yesu kama tuko pamoja. Rapa shaka raba seke. Kwa mwana wa Mungu ninaomba tuelewane namna hiyo. Mungu kwenye maana hii ya 5 anakuweka kwa muda wa miaka anayoitegemea yeye. Na hauna namna unaweza ukaomba kutoka kwenye hiyo miaka kabla haijatimia, ni toba. Na hata miaka haijatimia lazima pia uweke toba ikitimia. Ngoja nije kwenye maana ya 6. Tutaelewana tutaratibu. Nije kwenye maana ya 6 ya kifungo cha Nebukadreza. Maana ya 6. Maana ya 6 ya kifungo cha Nebukadreza. Maana ya 6. Kifungo cha Nebukadreza ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe. Ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa kukufanya dhaifu. Ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa kukufanya dhaifu, ili akutengenezee uhuimara wa kuja kuwa mtu hodari hapo baadaye. Hii ni maana nyingine ya 6 na ya mwisho tuliopewa na Roho Mtakatifu kwenye hii semina, kwenye haya maombi ya kifungo cha Nebukadreza. Kwa unaweza ukakitafsiri kama kifungo ambacho Mungu anakufunga. Na Mungu anapokufunga kwenye kifungo cha namna hii, anakufunga kwa kukufanya uwe dhaifu. Inaweza ikawa ni dhaifu katika eneo la kiroho, au anaweza akakufanya ukawa dhaifu kwenye eneo la kimwili, au anaweza akakufanya ukawa dhaifu kwenye maeneo yote mawili, kiroho na kimwili. Na lengo la Mungu la kukufanya uwe dhaifu kwa wakati huo, anakuwa anakutengenezea msuli kupitia udhaifu ulio nao. Anakuwa anakutengenezea msuli au huimara wa kuja kuwa mtu hodari hapo baadaye. Mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Nehemia kwenye Biblia. Kuna mtu mmoja anaitwa Nehemia. Ukitaka upate habari zake, soma Nehemia, kitabu cha Nehemia kizima. Huyu Nehemia Mungu alimfunga kwenye kifungo cha Nebukadreza katika nchi ya ugenini, na akamfanya awe dhaifu katika eneo la kazi anayofanya. Kwa Nehemia akawa dhaifu katika kazi gani? Alikuwa mnyweshaji wa mfalme. Mnyweshaji unaweza ukamtafsiri ni kama house boy, yani mfanyakazi wa kazi za ndani wa kiume anayefanya kazi ya kummiminia chai, juisi, soda na kila kimiminika mfalme kwenye glasi yake. Anamiminia kwenye glasi, anampa mfalme, anakunywa, ikiisha anaita tena Nehemia, anamiminia, anakunywa. Ndio ilikuwa kazi yake. Umeona ilivyo kazi dhaifu? Ni kazi dhaifu kweli kweli. Hebu vuta picha, wewe unafanya kazi ya namna hiyo, unafanya kazi kwa bosi fulani, unafanya kazi ya kummiminia soda kwenye glasi afu unampa, anakunywa, anaita tena fulani mimina tena. Ndio ilikuwa kazi ya Nehemia kwa mfano. Ili tuelewane vizuri, ngoja nikusomee kabisa hichi kitabu afu ndio tuongee vizuri zaidi. Tuangalie kitabu cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 4 na wa 11. Kitabu cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4 na ule wa 11. Neno la Mungu linasema, habari za Nehemia mwana wa Hakalia, ikawa katika mwezi wa
Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga nikiomba mbele za Mungu wa mbinguni. Mstari wa 11 unasema namna hii: E Bwana, nakusihi litege sikio lako, uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako. Na kuomba sasa unifikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele za mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Sikiliza hapa vizuri, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Kwa unaona Nehemia namna anavyohitaji kazi yake, alikuwa mnyweshaji wa mfalme. Nehemia katika hii habari tuliyosoma ni wakati ambao akiwa kule kwa mfalme nchi ya ugenini, anapata habari kwamba mji wa nyumbani kwao Yerusalemu umebomolewa ukuta na pia umeteketea, na watu wa nchi yake wanaishi katika dhiki nyingi. Nehemia alipopata hiyo habari alifadhaika na akasikia kulia na kuomba toba mbele za Mungu. Nehemia anapoomba toba anawaza kwamba anatamani aende akasaidie kazi ya ujenzi katika nchi yao, ukuta uliobomoka. Ila anajiuliza, je, mfalme ataweza kuniruhusu? Na ndio maana anasema nalikuwa mnyweshaji. Anasema ukanijalie rehema mbele za mtu huyu. Mtu gani? Mfalme. Sasa turudi tuiangalie kazi ya Nehemia aliyokuwa anaifanya kwa mfalme. Nehemia yeye kama yeye alikuwa anaiona kazi yake ya unyweshaji ni dhaifu, na ndio maana alikuwa anasema nihurumie kwa mtu huyu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anafanya kazi ambayo hana kauli, ni kama mtumwa. Ukijiona unafanya kazi kwenye ofisi na hauna maamuzi yako unayoweza ukafanya, ila maamuzi ya 100% kwenye ofisi yanategemea na bosi wako, wewe ni mtumwa ambaye haujijui kama ni mtumwa. Kwa sababu ukiwa ni mwajiriwa, sawa, utatembea kwenye maamuzi ya bosi, lakini kuna wakati utakuwa unajiongeza ya kwako na bosi hataona shida. Lakini ukijiona upo na bosi ambaye hata ukijiongeza lazima akukemee, anataka utembee kwenye cha kwake, huo ni utumwa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Nehemia. Na ndio maana anawaza, nitatoka kweli hapa? Ina maana kazi hii ilikuwa haina hata rikizo. Kama ingekuwa ina rikizo, Nehemia tungeona anasema ngoja nitasubiri rikizo yangu ifike niende nikajenge ukuta. Lakini hatuoni kitu cha namna hiyo. Ina maana hii ilikuwa ni kazi ambayo haina hata off day, haina off day. Yaani haina siku za mapumziko. Kila siku 24 hours Nehemia yupo ofisini anamnywesha mfalme vinywaji. Sasa angalia kitu cha ajabu. Nehemia alikuwa anajiona ni dhaifu kwa ajili hiyo. Na hata watu waliokuwa wanamzunguka Nehemia walimuona kama ni dhaifu kwa kazi yake ya unyweshaji kwa mfalme. Kumbe ndani yake Mungu ndiye aliyekuwa amemfanya Nehemia kuwa dhaifu kwa muda huo, ili amtengenezee uimara wa kuja kuwa hodari hapo baadaye. Narudia tena hii kauli. Nehemia alionekana dhaifu katika kazi yake ya unyweshaji, lakini aliyemfanya Nehemia awe mnyweshaji kwa mfalme, yani awe dhaifu kwa mfalme, ni Mungu mwenyewe. Na alimfanya namna hiyo ili amtengenezee Nehemia mazingira ya kumpa uimara, kumpa uhodari ndani yake, kumpa stamina ndani yake, kumpa nguvu ndani yake, kumpa confidence ndani yake ya kuja kuwa mtu shujaa baadaye. Kwa hiyo ili awe shujaa baadaye, Mungu akaona lazima nimweke kwa Nebukadreza. Nebukadreza wa Nehemia ni yupi? Ndio ile hali ya kuwa kwa mfalme. Ina maana mfalme ndiye alikuwa amesimama kama Nebukadreza wa Nehemia, anamtumikisha katika kitengo cha kumnywesha vinywaji, waiter wake. Si kama tunaenda pamoja watu wa Mungu? Na ndio maana Nehemia
Baadaye anapomweleza mfalme, nipe ruhusa nikajenge, mfalme anamruhusu, na mfalme anampa kundi la watu wa kuondoka naye wa kwenda kumsaidia kazi ya ujenzi. Na Nehemia kwa sababu anaondoka na kampani ya watu, ukiendelea kusoma hichi kitabu utaona Nehemia mbeleni anakutana na wakatisha tamaa kama wakina Artashasta. Wanamkatisha tamaa. No, sio wakina Artashasta, wakina Sanballat. Wanamkatisha tamaa wakina Sanballat, wakina Tobia, wanamwambia hutaweza kujenga ukuta. Wanamwekea na majeshi ya kumpinga. Lakini Nehemia anawajibu kwa ujasiri kwamba Bwana atanifanikisha kujenga ukuta. Na wakileta vita kupigana naye, Nehemia ana jeshi analo la kupigana nao. Amelitoa wapi? Amelitoa kwa mfalme aliyekuwa anamtumikia katika kazi ya unyweshaji. Sasa jiulize, kama Nehemia asingekuwa anafanya kazi ya unyweshaji kwa mfalme, huyu mfalme angeguswa saa ngapi kumpa jeshi la kwenda kujenga naye ukuta wa nyumbani kwao? Asingempa. Kwa hiyo unaona namna Mungu alivyo ajabu. Kwa sababu Mungu alikuwa amempanga Nehemia aje ajenge ukuta wa kwao. Na Mungu akaona ili Nehemia awe na nguvu ya kujenga ukuta, lazima nimpe watu wa kushirikiana naye. Tampaje? Kwa hiyo lazima nimweke awe dhaifu wa kufanya kazi ya unyweshaji, ili kupitia udhaifu huo aweze kupata jeshi hapo hapo na aondoke nalo kwenda kujenga ukuta. Si kama tunaelewana watu wa Mungu? Na ndio maana kwenye maisha tunayoishi kuna watu ambao mnaweza mkawa mnaonekana ni dhaifu kwenye jamii zenu. Kuna watu mnaweza mkaonekana ni dhaifu kwa sababu mna elimu ndogo. Kuna watu mnaweza mkaonekana ni dhaifu kwa sababu mna mitaji midogo. Kuna watu ambao mnaweza mkaonekana ni dhaifu kwa sababu mna umri mdogo. Wengine mkaonekana ni dhaifu kwenye familia zenu kwa sababu nyie ndio wenye vyeo vidogo, au nyie ndio wenye vitu vidogo, elimu ndogo na kitu kidogo kwenye familia yako. Ukaonekana wewe ndio dhaifu kwenye ukoo wako. Lakini nakueleza, usijione dhaifu kwa sababu wengine wanakuona dhaifu kwa kutokana na uwezo mdogo ulio nao. Ila jua, hiyo hali ya udhaifu ulio nao ni Nebukadreza wako kwa muda. Mungu anakutengenezea msuri kupitia udhaifu huo, uje kuwa hodari hapo baadaye. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai. Si wangapi mnapata neema kunisikiliza muda huu na mnaonekana dhaifu kwenye familia zenu, na mnaonekana dhaifu kwenye mitaa mliopo kwa sababu tu mna uwezo mdogo labda wa kiroho au wa kiuchumi. Sikiliza, usijione dhaifu. Huo udhaifu ulio nao sasa ni Nebukadreza wako, ili baadaye huje kuwa imara. Unaniuliza kwa nini? Kama umenielewa kwa Nehemia, utakuwa umepata majibu. Nehemia Mungu alimweka dhaifu, baadaye akaja kuwa hodari, akajenga ukuta na akaheshimika Yerusalemu nzima. Kwa hiyo unaweza ukaonekana leo dhaifu, kumbe huo udhaifu Mungu anakutengenezea kampani ya kuja kusimama nayo baadaye, ili uje kuwa mtu mkubwa katikati ya nchi yako. Awe ni wa kiroho, awe ni wa kimwili, na umwabudu Bwana pamoja na wewe. Oh, haleluya! Watu wa Mungu aliye hai. Rabashakanda rabaseke. Labda unaweza ukawa hujanielewa kwenye mfano wa Nehemia. Ngoja nikupe mfano wa Daudi, labda tutaelewana. Ngoja nikupe mfano wa Daudi, labda tutaelewana. Daudi alikuwa dhaifu wa kuchunga kondoo. Daudi alikuwa ni dhaifu sana, anachunga kondoo. Lakini kwa kupitia kuchunga kondoo kwa Daudi, Mungu akamtengenezea Daudi uimara wa kuja kumpiga Goliati kupitia udhaifu wa kuchunga kondoo. Unaniuliza alimtengenezeaje? Kwani ukusikia Daudi anamwambia Sauli, akati nachunga kondoo nilipigana na simba na dubu na nikawashinda. Kwa kama nilipigana na simba na dubu nikiwa mchunga kondoo, hata Goliati nitampiga. Kwa nini? Mungu aliyenisaidia kumpiga simba na dubu katika uchunga kondoo wangu ndiye atakayenisaidia na kumpiga Goliati. Na kweli Daudi alimpiga Goliati. Nimepata wapi haya maneno? Soma kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 10 mpaka wa 37. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 10 hadi wa 37.
Ni maneno marefu kidogo. Mimi sitoweza kuyasoma yote, lakini naomba usome kwa muda wako. Ila mimi nitakusomea tu ule mstari wa 35 mpaka 37. Inasema namna hii: mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia hushika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Nami nakueleza, Mungu aliyekuokoa kwenye hatari ulizopita nyuma atakuokoa na kwenye hiyo hatari ulio nayo sasa. Songa mbele na Bwana yuko pamoja na wewe. Sema amen kwa jina la Yesu. Ripashek. Tusikilizane vizuri, mtu wa Mungu. Daudi alikuwa dhaifu wa kuchunga kondoo. Kwa hiyo ile hali ya Daudi kuwa dhaifu katika kuchunga kondoo ndio sawa na Daudi kuwekwa na Mungu kwa Nebukadreza. Kwa ule uchunga kondoo wake ndio Nebukadreza wake. Si kama tunaelewana? Kwa Nebukadreza wa Daudi ilikuwa ni ule udhaifu wa kuchunga kondoo, ndio ilikuwa Nebukadreza wake. Siwe Nebukadreza wako ni nini kwenye udhaifu. Daudi yeye alikuwa ni dhaifu kwa sababu alikuwa anachunga kondoo. Akawa anaonekana ni kijana dhaifu sana. Akawa anaonekana ndio kijana mdogo. Na ndio maana hata kaka zake walipofuata Sauli kwenda kupigana vita na Wafilisti, Biblia inasema Daudi walimwacha nyumbani kwao kwa sababu alikuwa anamuona ni mdogo. Na hata alipokuja eneo la vita, kaka yake mkubwa, tunaona Biblia inasema, ukisoma hichi kitabu nilichokupa cha Samueli wa kwanza sura ya 17, utaona kaka yake anamwambia Daudi, wewe umetoroka nyumbani na kujua tabia yako ni mbaya. Umekuja ili upate kuona vita vinavyoendelea. Kwa nini anamwambia Daudi wewe umetoroka nyumbani? Ni kwa sababu alikuwa anamuona Daudi yeye ni wa kukaa nyumbani tu, hana kitu, hana lolote. Na hata Daudi anapomfuata Sauli kwenda kumwambia Sauli, niruhusu nipigane na huyu mtu, Sauli alimwambia, wewe ni kijana mdogo, huyu mtu amepigana vita vingi, ni mtu wa vita, lakini wewe bado ni mdogo, kwa sababu alimuona dhaifu. Lakini sikiliza Daudi anavyoongea neno la ujasiri. Daudi anasema, mimi nilikuwa mchunga kondoo, ninachunga kondoo, na ninapokuwa porini huwa nakutana na dubu na simba na ninawapiga. Kwa hiyo kama ninakutana na dubu na simba nikichunga kondoo, hata Mfilisti yule nitampiga. Tafsiri ya Daudi kusema hivyo ni nini? Ina maana ile hali ya Daudi kuwa mchunga kondoo, aliwekwa na Mungu awe mchunga kondoo. Kwa nini Mungu alimweka Daudi awe mchunga kondoo? Ni kwa sababu Mungu anajua ya mbeleni kabla hayajatufikia. Mungu alijua Daudi anatakiwa aje apigane na Mfilisti ili apate kibali cha kuingia kwenye level ya kuwa mfalme wa Israeli. Na tunajua Yesu alizaliwa kutoka kwenye ukoo wa Daudi. Kwa Mungu alikuwa na mpango mkubwa na Daudi. Ingawa kwa wakati huo watu waliokuwa wanamuona Daudi walikuwa wanamuona ni kama kachunga kondoo fulani kakuzaraurika. Hebu just imagine mtaani kwako unakokaa kuna mchunga mbuzi au mchunga ng'ombe, namna mnavyomuona ni mtu wa ovyo. Ndivyo Daudi alivyokuwa anaonekana ni mtu wa ovyo. Yamkini hata nyinyi mnawaona wachunga kondoo au wachunga mbuzi ni watu wa ovyo. Ndivyo watu walivyokuwa wanamuona Daudi ni mtu wa ovyo. Lakini kumbe Bwana anajua huyu Daudi nimemweka awe mchunga kondoo, ninamtengenezea msuli, ninamtengenezea nguvu ya uhodari wa baadaye kuja kuwa mfalme mkubwa, ili Yesu mwanangu atakapokuja kukomboa dunia azaliwe kupitia yeye. Si kama tunaenda pamoja? Unaniambia Mungu alikuwa anamtengenezea Daudi msuli gani? Ni kwa sababu katika Daudi kuchunga kondoo kwake alikutana na wanyama wakali porini kama simba, kama dubu, na Daudi akawapiga. Kwa Daudi katika ule udhaifu hakuna aliyejua kama Daudi anakutanaga na simba na kondoo anawapiga. Wengi walijua ni kadhaifu tu, lakini kumbe kanakutana na maadui kwenye udhaifu wake, kanajitutumua hivyo kanawapiga. Na Daudi siku anakutana na jitu lenyewe li Goliati. Daudi akachua
Bwana anayenisaidiaga kuwapiga simba na dubu kwenye hali yangu ya udhaifu. Kumbe hata huyu Goliati anaweza akanisaidia nikampiga. Na ndio maana Daudi alimpiga Goliati kwa kombeo moja tu la jiwe. Goliati chini. Na Bwana akakupe kuwapiga magoliati waliosimama mbele yako. Wewe ni magoliati kutoka wapi? Bwana na akupe kuwapiga kwa jina la Yesu. Usiwe dhaifu kwa ajili ya Goliati. Bwana na akupe kumpiga ili apewe utukufu. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Unaweza ukawa unaonekana ni mdogo kwenye eneo lilopo kama Daudi, kwa sababu tu ya shida ulizo nazo. Una uwezo mdogo darasani, au wewe ni mzazi umezaa watoto ambao wanafeli shuleni, wanakuwa wa mwisho, na umeshafika tu umejiona wewe umezaa watoto hasara tupu, mpaka unamlaumu Mungu wakati mwingine kwamba Mungu, kwa nini umenipa watoto wa namna hii wanakuwa wa mwisho tu darasani? Ukijaribu kuangalia watoto wa kaka zako, dada zako wanasoma vyuo vikuu, afu watoto wako wanafeli tu shuleni. Na kueleza usiwaone watoto wako dhaifu kwa sababu wanafeli shule. Huenda Mungu amewaweka wewe dhaifu darasani wasifaulu, ila anawatengenezea msuli wa kuja kuwa watu wakubwa hapo baadaye. Kufeli shule sio kufeli maisha. Rapasheke. Tusikilizane vizuri. Hata kama una kijana wako kila kazi unayompa anashindwa, usifikiri atashindwa na kuoa mke. Ataweza, kunayo kazi yake Bwana anamuandalia. Ukishindwa kazi moja, usijione dhaifu. Kuna watu mnajiona ninyi sio wafanyabiashara kabisa, kwa sababu ya kila biashara unayoanza unaonekana ni dhaifu. Na kueleza, yamkini Bwana amekuweka dhaifu kwa muda huu, anakutengenezea msuli wa kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa baadaye. Kuna watu mnafanya huduma na mnaona huduma zenu za kiroho mnazofanya hazina kibali. Labda watu hampati watu wanaosema hata tumebarikiwa na huduma yako. Na kueleza, usijione dhaifu kwa sababu hakuna anayekuambia nimebarikiwa na maombi yako au na mahubiri yako. Bwana huenda amekufanya dhaifu sasa, anataka akuchipushe uwe mtu mkubwa hapo baadaye. Kwa sababu tafiti zinaonyesha watu wengi waliofanikiwa kimaisha, iwe ni kiroho, iwe ni kimwili, walianza kwanza kuwa dhaifu, ndio baadaye Mungu akawainua. Hawakuanza tu hivi hivi. Fuatilia watu wengi. Rudi tu hata kiuhalisia, toka hata kwenye Biblia, njoo kikawaida. Kwa hiyo hata unaweza ukawa dhaifu sasa, Mungu anakuandaa kuwa mtu mkubwa hapo baadaye kupitia udhaifu huo. Ni Mungu amekuweka uwe hivyo kwa Nebukadneza wa udhaifu huo, ili akutengenezee msuli, akutengenezee nguvu. Kwa sababu ujue, ngoja nikwambie kitu kimoja. Watoto wengi waliokulia maisha ya shida, maisha ya kimaskini, watoto wengi waliokulia maisha ya shida, maisha ya kimaskini, mara nyingi ndio huwa wanakuja kuwa na akili za maisha hapo baadaye. Fuatilia watu wengi ambao wamefanikiwa kimaisha, ni watu ambao wengi walikulia kwenye familia za kimaskini. Watu waliokuwa wanawaona ni maskini kwenye familia zao kipindi hicho, huenda walikuwa wanawaona ni dhaifu tu, na waliwaona kama ni takataka. Lakini kumbe Mungu ameruhusu wakuwe kwenye familia za kimaskini, wapitie changamoto ya watoto kula kipolo na wazazi wao, wapitie kwenye changamoto ya kula bila kushiba, wasome kwa tabu, walale kwa taabu, waone mapigano ya wazazi, waone dhiki na adha kwenye familia zao. Mungu anaruhusu watoto wapitie kwenye hizo hali. Kumbe ndani yao, kupitia watoto wanavyoona ugumu wa maisha na hustling za wazazi wao, kumbe Mungu anakuwa anawatengenezea wale watoto ujasiri ndani yao, waone uchungu, waone kama mama na baba wanateseka hivi kwenye maisha, ngoja na mimi nisome nisicheze na elimu. Sasa sikiliza, huyu mtoto angepata wapi akili ya kusema asicheze na elimu kama hajamuona mzazi wake ni dhaifu? Kwa wazazi, wakati mwingine msiumie kuona mnapitia wakati mgumu na watoto wenu wanaushuhudia wakati mgumu. Bwana anawatengenezea msuli ili wakiwa wakubwa wasiwasahau, wakiwa wakubwa wasisahau kwamba ni Bwana kama si Bwana. Na Israeli na aseme sasa, kama unanisikiliza muda huu na unajijua kuna udhaifu katika eneo la kimaisha unao, na umeshafika hatua umejiona wewe si kitu, si lolote, umejidharau mpaka basi, Bwana anasema na wewe muda huu, omba toba mbele za Bwana, omba toba mbele za Bwana, ili Mungu akakurejeshea uimara katika jina lake Yesu Kristo wa Nazareti. Tusogee mbele za Bwana, twende tuombe toba kwenye kila eneo ambalo unajua umekuwa dhaifu kwenye maisha yako, iwe ni eneo la kiroho, iwe ni eneo la kimwili. Unajua umekuwa dhaifu eneo hilo, twende tu
tuombe toba mbele za Bwana. Karabashanda rabaseke. Rapapako rabasaka. Muombe Mungu toba. Kila eneo ambalo unajua umekuwa dhaifu kwenye maisha yako na umejidharau, umejiona wewe sio kitu, umejiona haufai, umekatia tamaa watu kwa sababu ni wadhaifu, umejikatia mwenyewe tamaa, muombe Mungu toba. Mwambie Bwana, naomba unisamehe. Mwambie Bwana, naomba unisamehe. Mwambie Bwana, naomba unisamehe. Ripapashaka. Mungu, tunaomba uturehemu watoto wako kwenye kila maeneo ya maisha yetu ambayo Bwana tumekuwa dhaifu, ambayo Bwana tumekuwa dhaifu na tumeshindwa kuupokea huo udhaifu. Tumekulaumu na wakati mwingine tumekunungunikia, na wakati mwingine Bwana tumejuta kwa nini tulizaliwa. Oh Bwana, tunaomba rehema mbele zako, tunaomba rehema mbele zako kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba Bwana utuhurumie, tunaomba Bwana utuhurumie, tunaomba Bwana uturehemu kila maeneo ambayo tumekuwa dhaifu ndani ya maisha yetu. Kwa msaada wa damu ya Yesu, Mungu tusamehe, Mungu tusamehe. Kila tuliposhindwa kupokea hali ya udhaifu, sema Mungu, naomba unisamehe. Sema haya maneno, sema Mungu, naomba unisamehe. Sema Mungu, naomba unisamehe. Kila eneo ambalo nimeshindwa kupokea hali ya mimi kuwa dhaifu kwenye maeneo ya maisha yangu, mwambie Mungu, naomba unisamehe. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Muombe Mungu toba, muombe Mungu toba. Usikae tu kusikiliza mwana wa Mungu. Omba kwa maneno yako, omba kwa maneno yako. Muombe Mungu toba hata kwenye maeneo ambayo umesimama ukalalamika, umesimama ukanungunika kwa ajili tu ya udhaifu ulio nao katika familia, kwa sababu tu unaonekana hauna elimu. Umekaa ukalalamika kwa nini hauna elimu, kwa sababu tu unaonekana hauna cheo kikubwa ofisini. Unaonekana wewe pale ofisini ndio dhaifu ambaye kila mtu anakutuma na kukuagiza. Omba toba mbele za Bwana. Kila namna ulivyojishindwa kujikubali, kila namna ulivyoshindwa kujikubali. Kuna watu mnanisikiliza muda huu na mmeshindwa kujikubali kutokana na hali mlizo nazo. Mwambie Mungu, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Nimejua leo kwamba hii hali nilio nayo ni Nebukadreza. Naomba Bwana unisamehe. Nimejua kwamba umeniweka, ipo siku utanitoa. Kadiri ya majira na miaka itakapofika ya ukiwa huu, itafika wakati wa chemichemi ya amani na uzima. Mwambie Bwana, naomba unisamehe. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Nami naendelea kuomba pamoja na wewe, na Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi sote. Mungu, naomba utuhurumie Bwana, sawa sawa na fadhili zako. Mungu, naomba uendelee kutusikia watoto wako kadiri tunavyoendelea kuomba hii toba. Bwana, tunaomba uendelee kutusikia. Bwana, tunaomba uendelee kutusikia kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba Mungu tutakasike kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu, naomba unioshe. Sema damu ya Yesu, naomba unioshe. Sema damu ya Yesu, naomba unioshe makosa yangu. Sema damu ya Yesu, naomba unioshe makosa yangu. Sema tena, damu ya Yesu, naomba unioshe makosa yangu. Sema tena, damu ya Yesu, naomba unioshe makosa yangu. Sema tena, damu ya Yesu, naomba unioshe. Damu ya Yesu, naomba unioshe. Damu ya Yesu, naomba unioshe. Endelea kuomba damu ya Yesu ikuoshe. Endelea kuomba damu ya Yesu ikuoshe. Nguvu ya damu ya Yesu iko inapita muda huu. Nguvu ya damu ya Yesu iko inapita muda huu. Damu ya Yesu inapita muda huu. Damu ya Yesu popote ulipo. Damu ya Yesu nchi yoyote ulipo. Hakuna umbali. Damu ya Yesu ikufikia hapo ulipo. Damu ya Yesu ikufikia hapo ulipo. Ikuoshe kama unavyoomba. Ikuoshe kama unavyoomba. Karapapapasaka. Damu ya Yesu ikuguse. Damu ya Yesu ikuguse. Damu ya Yesu ikuguse. Damu ya Yesu ifungue huo moyo. Ikufungue huo moyo. Damu ya Yesu Kristo ioshe kila uovu ulio nao. Damu ya Yesu ituoshe, itutakase. Ripapashaka, ripapaseke. Sikiliza mwana wa Mungu. Kuna watu mnanisikiliza muda huu na mmekuwa mna hali muda wote ya kushindwa kuwapokea watu fulani kwa sababu tu wanaonekana ni dhaifu. Na nyie pia mnakuwa mnashindwa kujipokea wenyewe. Naposema kuwapokea, yani kuwakubali katika kufanya nao jambo lolote lile. Unaweza kuwa umeshindwa kuolewa na mtu kwa sababu tu unamuona ana uchumi mdogo, ukasema huyu mtu siwezi kuolewa naye.
Unaweza ukawa unashindwa kushirikiana na mtu katika jambo lolote lile la kiimani au la kiroho kwa sababu tu unamuona uwezo wake ni mdogo, umemdharau. Unaona kama vile ukifanya naye hicho kitu atakuangusha kwa sababu ana uwezo mdogo. Twende tuombe toba kila eneo ambalo umembagua mtu kwa kutokana na udhaifu alio nao. Awe ni mlemavu ukambagua, awe ni yatima umembagua, awe ni mtu ambaye kwa sababu wazai umembagua, awe ni mtu yoyote yule ambaye umembagua, umemdiscriminate kwa sababu ya jinsi alivyo. Twende tuombe toba kwa kila aina ya kind of discrimination ambayo unaweza kuwa umeifanya. Twende tuombe toba mbele za Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe kila eneo ambalo nimewabagua watu kwa sababu ya udhaifu walio nao. Mungu ninaomba unisamehe. Mungu ninaomba unisamehe kila eneo ambalo watu wamenibagua kwa sababu ya udhaifu wangu. Naomba Mungu unisamehe. Naomba Mungu unisamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba Mungu unioshe. Naomba Mungu unioshe. Naomba Mungu unioshe. Endelea kuomba toba kwa maneno yako. Endelea kuomba toba kwa maneno yako. Wewe ndiye unayejijua ni eneo gani ambalo yamkini umembagua mtu kwa sababu tu ana udhaifu fulani. Labda umewahi kumbagua mtu kwa sababu ni yatima, kwa sababu ni yatima, kwa sababu hana wazazi. Omba toba mbele za Bwana. Yamkini umewahi kumbagua mtu kwa sababu tu ana udhaifu wa ulemavu. Omba toba mbele za Bwana. Yamkini umewahi kumbagua mtu ukakataa kabisa kuwa naye kwenye mahusiano ya ndoa kwa sababu tu hana pesa, kwa sababu tu umemwona ana elimu ndogo ukaona hakufai. Omba toba mbele za Bwana. Yamkini umewahi kumbagua mtu kwa sababu ya hali yoyote ile umefanya, ukamdiscriminate mtu, ukamoplesi. Omba toba mbele za Bwana. Omba toba. Omba toba kadiri unavyojijua. Omba toba kwa Bwana. Omba toba kwa Bwana. Ndio. Endelea kuomba toba. Mungu naomba utusamehe kanisa lako. Kila maeneo ambayo tumebaguana, tumeshindwa kupokeana kutokana na hali za udhaifu tulizo nazo. Mungu naomba utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kila ubaguzi uliopo duniani kwa sababu ya udhaifu tulio nao, udhaifu wa viungo, udhaifu wa wazazi, udhaifu wa kikabila, udhaifu wa rangi, udhaifu wa kitaifa, Bwana tunaomba utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu tunaomba toba hata kwa ajili ya nchi, ndio ajili ya nchi, kwa kila matukio ambayo yamewahi kufanyika ya mauaji kwa ajili ya udhaifu. Wako watu Bwana ambao walizaa watoto kwa sababu ni walemavu wakawakataa. Yamkini unanisikiliza muda huu na umewahi kuzaa mtoto mlemavu ukamkataa, au mwenza wako akamkataa. Omba toba kwa ajili yake. 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 Mungu naomba uturehemu hata watu wote ambao Bwana kwenye nchi zao kuna hali ya ubaguzi wa rangi. Mungu naomba rehema. Naomba rehema kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba utusamehe Bwana. Naomba ututakase Bwana kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba toba hata kwa ajili ya ubaguzi wa kikabila uliopo baadhi ya maeneo, uliopo baadhi ya ofisi, uliopo baadhi ya mataifa, uliopo baadhi ya dini, baadhi ya makanisa. Bwana Yesu, ninaomba rehema kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu, pitisha roho ya wokovu katikati ya watu wote. Naomba roho ya wokovu ipite ili ubaguzi uondoke, tukauone upendo wa Kristo ndani yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baada ya kuomba toba hii, wana wa Mungu, twende tukaombe neema ya Mungu atuwezeshe kujikubali jinsi tulivyo. Maana kuna watu hamjikubali, kuna watu mmejikataa kabisa, kuna wengine paka mmefika hatua mmeanza kujichubua ili muwe weupe kwa sababu tu umejiona wewe ni mweusi. Umeshindwa kujikubali, umejiona ni dhaifu sana. Umezania labda kwa sababu wewe ni mweusi labda huwezi kupata mwanaume wa kukuoa. Unasema watu weupe ndio wanapendwa sana. Nani kakudanganya? Bwana yamkini amekuweka kwenye hali ya udhaifu wa uwe mweusi, ana maana na wewe.
ana maana na wewe. Usijione dhaifu kwa sababu ya weusi. Usijione dhaifu kwa sababu tu una ulemavu fulani. Yamkini umejiona dhaifu kwa sababu tu umekuwa na umri mkubwa na hujaingia kwenye ndoa, au kila ndoa ulioingia umeachika, kila mwanaume amekukimbia, kila mwanamke amekukimbia. Imefika tu umejiona ni dhaifu, huwezi tena kupata mtu yeyote wa kuwa na wewe. Twende tuombe neema mbele za Bwana. Katika kila eneo la maisha yetu ambayo tumefika hatua tumejiona dhaifu, tumejiona hatuwezi tena kuwa imara kama watu wengine walivyo imara ambao unawaona kwenye jamii yako. Nataka nikueleze, hata Daudi angeweza kusema mimi ni dhaifu tu, ni mchunga kondoo, ngoja nisiende hata kule kwenye wanapigana vita, maana mimi siwezi kusaidia lolote. Lakini Daudi alijiamini kwamba licha ya kwamba mimi ni mchunga kondoo, lakini nina stamina tayari ya kupigana hata na huyo Goliati. Kwa nini? Kwa sababu katika udhaifu wangu wa kuchunga kondoo umenisaidia, nimekusanya nguvu kwa kupitia changamoto nilizokutana nazo kwenye uchunga kondoo wangu za kupigana na simba. Kwa hizo changamoto zimenifundisha maisha na nitaweza kustahimili hata safari ya mbele yangu iliyopo ya Goliati. Yamkini kuna magoliati wako mbele yako, hali yoyote ile, na usijione dhaifu, mwana wa Mungu. Kumbuka huo udhaifu unakutengenezea msuri wa kuwa hodari hapo baadaye. Si kama unanielewa, kanisa la Bwana. Roho Mtakatifu anakutaka muda usimame, uombe neema ya Mungu ikuwezeshe kujipokea, kujikubali jinsi ulivyo, kujikubali jinsi ulivyo. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Mwambie Mungu, naomba unisamehe kila eneo nililoshindwa kujikubali, kila eneo nililoshindwa kujipokea. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Mwambie Mungu, naomba unisamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kila eneo nilipojidharau, nikajiona mimi si kitu, mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Mimi na moyo wako kwa Bwana. Fumbua kinywa chako, usinyamaze. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Mwambie Bwana, naomba unisamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Mwambie Mungu, nipe neema. Sema, Mungu, naomba unipe neema. Mungu, naomba unipe neema. Sema tena, Mungu, naomba unipe neema ya kujipokea, ya kujipokea, ya kujipokea na kujikubali, na kujikubali, na kujikubali jinsi nilivyo, jinsi nilivyo, jinsi nilivyo. Maana Mungu, hivi nilivyo leo, hivi nilivyo leo, hivi nilivyo leo ni kwa sababu ya mapenzi yako, ya mapenzi yako. Maana uliniumba kwa sura na mfano wako, kwa sura na mfano wako. Naomba neema ya kujikubali, ya kujikubali, nisijidharau katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea neema, pokea neema katika jina la Yesu. Pokea neema ya kujikubali jinsi ulivyo. Pokea neema ya kujikubali jinsi ulivyo, ya kujikubali jinsi ulivyo. Kumbuka, hauwezi kupona ugonjwa kama haujaukubali. Pokea neema ya kujikubali, ili neema hiyo ikuwezeshe kupona na kuvuka. Maana Daudi alijikubali, ndio maana alijikubali yeye ni mchunga kondoo. Lakini kujikubali haina maana kwamba umejisaini wewe ni wa kudumu kwenye hiyo hali. Hapana, kujikubali ni lango la kutoka. Hata Nehemia alipojikubali kwamba mimi ni mnyweshaji, hapo alipata ufunguo wa kutoka kwenye hali ya unyweshaji na akawa kiongozi wa ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu. Jikubali leo ukawe kiongozi wa ujenzi wa masuala ya kiroho kwenye kanisa lako. Jikubali leo ukawe kiongozi wa ujenzi kwenye masuala ya ndoa kwenye familia yako. Rapapashaka. Pokea neema ya kuwa mjenzi kwenye nyumba, mjenzi kwenye ndoa, mjenzi kwenye familia, mjenzi kwenye kanisa, mjenzi kwenye biashara, mjenzi kwenye kila sekta ya kiroho, mjenzi kwenye kila sekta ya kimwili. Rapapapapaseke. Mungu akakupe neema ya kutawala pamoja na yeye. Akakupe neema ya kukunyanyua utukufu hadi utukufu, kama alivyomnyanyua Daudi, akakunyanyue na wewe kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nyanyuka, nyanyuka, nyanyuka hapo ulipo. Nyanyuka kwa damu ya Yesu Kristo. Angaza, angaza kwa damu ya Yesu Kristo. Rapapapapasheke. Adui watakaosimama, Bwana akatete nao, Bwana akapigane nao. Rapapapapaseke. Rapapapakoria makasaka. Rapapapapakarapapapapapaseke. Rapapapapapari
mashaka. O mwana wa Mungu aliye